Tumeumbwa kwa ajili ya kusaidiana na kuonyesha upendo wa Mungu. Mayatima wasiachwe nyuma, wenye huzuni wapate tumaini. With God we can do it. Matumaini upo mzima wa afya kwa kuwa Mungu bado angali nao. Leo kwenye pitapita zetu tumekwenda kukutana na moja kati ya wazee wa kongwe wa kazi za kufuafua mitumbwi na kuziba matundu yale ambayo yanapatikana kwenye mitumbwi. Tumeumbwa kwa ajili ya kusaidiana na kuonyesha upendo wa Mungu. Mayatima wasiachwe nyuma. Naitwa Rashidi Malilo, kwa jina maarufu naitwa Bwana Mrusi. Naam, Baba Rashidi Malilo, leo unaonekana hapa kwenye ziwa Tanganyika ukiwa unafuafua, aidha kuna kazi ambayo unaifanya. Kazi hii ni kazi gani na inasaidia nini? Hii kazi ni kazi ya kufarakata mitumbwi, na hii mitumbwi inasaidia kwenda maji, kusaidia watu kuleta mboga. Waraia wanakuwa wamoja, waranguzi wanakuwa nafaidika kupata hata kidogo na kusaidia nyumbani. Ndio. Na kazi hii, je, msipofanya kazi kama na hii, ina maana mitumbwi hizi haziwezi zikavua samaki, na vile vile wachuuzi hawawezi wakapata samaki, na wale ambao ni wanunuzi wa samaki hawawezi kupata chochote kile chakula? Hii mitumbwi kwanza, cha kwanza wanatengeneza kazi na wafundi wanaunda. Wafundi wakishaunda, si kazi yetu ni kuziba hizi njia unazoona ziko hapa, tunaziba hizi njia kama sisi tunasude. Sasa kabla sisi tujasude, huyu mtumbo hauso kutoka hapa kuingia maji. Kuingia maji unapaswa kuzama. Lakini sisi tukishasude tutaweza pamba na mafuta kama mnaona hapa pako pamba sio kama mafuta, zingine ziko mafuta. Sasa wakati tunasude na hizi pamba, tushatia mafuta kwa ndio kolo. Hii kolo juu mafuta ishaingia maji, mafuta yanakwenda ganda, inakuwa vile kinyemwe. Alafu sasa ishakuwa vile kinyemwe, inafunga, alafu hizo pamba zinakuwa inavimba, inakuwa kama vile nini tumesudia, kama vile watu sudia na baton. Alafu sasa hapa maji haiwezi kupita hapa. Sasa wakati tumaliza hivi, mtumbo unageuzwa, unaingiza maji, alafu sasa tunafanya control pale palipita matundu madogo ndio tupita macho, tunakuwa tunaziba pale, alafu sasa mtumbo unakuwa uko safi, ndani unakuwa unakauka, hata mtu akatanika hata mrago au hema na kalala mle ndani. Ndio nakuruhusu sasa wavuvi sasa kupanda maji na kutafuta riziki kule. Baba, je, unaweza kutuambia kazi hii sasa unaifanya yapata sasa miaka mingapi? Aidha ni miezi mingapi? Hii kazi kwa upande wangu hivi sasa naweza kusema kama siko hata miaka 20 na, kwa sababu ndipo nilianzia, sababu nilianza hii kazi kwa hata kabla hata sijaoa, mpaka leo nishakuwa na mke na watoto na wajukuu, niko kwa hii kazi. Na hii kazi nilisajia kazi ndio kazi ambayo mimi naendesha maisha, kupanga nyumba, kusomesha watoto, ni hii kazi. Naam, inavyoonekana una experience kwa sasa ya kazi hii, na kama vile ulivyozungumzia kusema kwamba ndio kazi ambayo inakuweka wewe na jamii yako nzima. Ni ugumu gani ambao unapitia kwenye kazi zako hizi za kuzibaziba tundu hizi za mitumbwi? Tatizo tunapata mwa kazi, kuna mara unaweza ukatumika, unaweza kumaliza, ukasema mtu anakuelekeza na kwambia niko na franga kidogo, anakulipa franga nusu, bila kubakia sasa kulipa inakuwa ni shida. Sangi unaweza kutumika hivyo, anakwamisha maliza kazi, anakuambia sijapata faranga, subiri kwanza mpaka chombo kifanye kazi ndio sasa nitakulipa. Sasa ule muda wa kusubiria mpaka wewe kulipo, kama hujapata nyingine kazi kwangu itakuwa ni shida, unapata matatizo. Ndio matatizo kwa nini hii kazi. Hapo kama unaweza kutumika hivyo, kamaliza kazi, umeonekaza kama wewe umenipa pamba, wewe umenipa mafuta, vitu kama namna hivyo. Ni matatizo tunayo kwa kazi yetu. Na kama vile ulivyozungumzia, ina maana kivyangu mimi nilivyoelewa, kuna wale ambao ni matajiri wa korofi, wanataka kukorofisha wewe mtumishi, ingawaje wewe umeshamaliza kazi ya kwako na umetumika kazi ya kwako na umakini zaidi, ili mradi uweze kunufaisha tajiri mwenye mtumbwi. Na ni kwa nini wafanye kitu kama na kile? Kuna maana moja anaweza kuwa
hana ile pesa kukulipa. Sasa kama hana ile pesa kukulipa, anaona sasa nitafanya mega na kati kile chombo kimeshamalizika pale, fundi ashatengeneza, kikipatia pale kwenye jua kitaharibika. Sasa anatumia sasa rai sasa. Ndio mfanye tu rai, mwambie tu bwana pesa ipo. Jua kishamaliza hata sema eti bwana hivi nimenyima pesa, ataenda kutoa ile pamba pale au atakata mtumbu siroho, hapana. Atabakia tu vile vile, katakuwa na hasira zake, lakini kile chombo kitakuwa kimeshapona na kishaingia maji. Pale yeye anakuwa yeye amefaidika, lakini mimi nimehomba na nimeumia pale. Na mzazi, unapofanya kazi hii, na je, kazi hii ni ya siku zote aidha ni ya kwa muda? Hizi kazi kuna yuko period. Kuna period inaweza ikafidiliza tainga nzima hata mwezi. Mnamaliza huyu anawaita, mnaenda kwa wengine, mnatoka hapa mnaweza kwenda hata nani ngambo za Ubembe huko, mnaenda Baraka, mnaenda Maswima, Makabumbe kule, Mamkwezi, wapi kile siku tunaendaga kote. Sasa kuna wakati mmoja inakosekanaga kabisa, unaweza kufuata mwezi mzima ukakosa kabisa, ukati mkate nyumbani mshomee. Yuko hivyo. Na imeenda kwa period. Na kipindi hicho ambacho kazi hizi hazionekani, yani mnakuwa ni kama vile mnafungwa, mpo likizoni, hamna kazi, mnafanyaje ili kukizi mahitaji ya nyumbani na vile kuwahudumia watoto na hali mengine kadhalika kama vile magonjwa na vinginevyo. Sasa wakati unapotumika ile kazi, wakati unapochukua kwa wingi, unapata una akili fulani pale. Hivi unajua kwa wingi, kwa mfano tunapiga mtumbu hivi mkopia mfano $50. Ukajua $50 tutagana wenzangu, nitapata kwa mfano leo nitapata $20. Nitajua sasa nitakula ipi na nitaweka akiba ipi. Sababu unajua wakati itakuwa mkoso, nijue hii akiba niliweka ndani itafanya kazi. Au unaweza kutumika hivyo, uko na mwanamke ukachukua kidogo pale katika shughuli unafanya, ukachukua kidogo kama mwanamke na mtoto anamwona pita kwingine njia. Si wakati mimi nitakuwa nimeshomea huku hii nyingine njia inakuwa inasaidia. Hii sehemu ambayo niko mwanamke achuuze au mtoto au binti mtoto wangu achuuze, inakuwa sasa yeye anakuwa funga kiraka pale, wakati mimi nakuwa niko chini nimekosa kazi. Lakini kama kazi inapatikanika huko na tunafunga huko. Ndio hivyo. Naam, shukrani mzazi. Na ingawaje ukitokea mtu ambaye ana uhitaji wa kukutoa kwenye kazi yako hii ambayo una uzoefu wewe mwenyewe na ni kazi ambayo una experience nayo, unaifanya yapata sasa miaka, mtu akija akajitokeza na kutaka kukupa kazi nyingine, je, unaweza ukaikubali au unaweza kuikataa kwa lengo la kusema kwamba mimi sina uzoefu wa ile kazi? Kila kitu kinaenda jinsi ulivyokizoea. Nitapima uzito ile kazi ambayo atanipa. Ikiwa kama itakuwa ni kazi ambayo nitaiweza, alafu nasema na mapato ile kazi ambayo amenipa, kama ina uwezo kuntimizia jinsi ninavyotaka apari ya hii, naweza nikaacha. Lakini kama nitaona kama vile ile mapato ya ile ni madogo paraporo ninapata hapa, hii siwezi kuacha. Na kujitokeza mtu vile vile ambaye yeye ana mkono haiza na ule moyo wa kutoa msaada, yeye hana uwezo wa kukupatia kazi, ana uhitaji vile vile wa kuja kukupatia msaada. Je, msaada ule unaweza ukahitaji huo msaada wa aina gani? Akugee pesa au ni kipi ambacho unaweza ukahitaji wewe kama wewe kufanyiziwa? Kwanza mimi nimeshajua siri ya hii mitumbu hii. Sishajua siri yake. Sasa kama kisota atanipa ule mtaji, kama anasema nisaidie, naweza nikamwambia nisaidie, nipe pesa, ile pesa mimi naunda na mimi hivi, sababu mimi fundi wa hivi, nitaunda hivi sababu najua siri ya hivi. Sababu naweza kataje kwa mfano anipe mtumbo, anipe nyavu, anipe mashine. Sasa wakati nilikuwa nikitumika mimi hivi, nitafuta naacha anapita naanza sasa mimi kutumika yangu speciali sasa. Sishapata vile sababu nishajua siri ya hivi. Nishajua mapato ya hivi. Na mpenzi mtazamaji, kama ulivyokwenda kumsikia mzazi wetu, inaonekana hana moyo wa kutuvulia samaki. Na ndio kwa maana alikwenda kusema kwa yeyote yule ambaye atakuwa na moyo wa huruma, akimletea msaada wa kipesa aidha wa fedha, yeye hato kwenda direct kwenda kuchuuza, atatuundia mashua aidha mitumbwi, ili iturahisishe sisi kupata samaki zilizokuwa bora, zenye afya na kwa urahisi zaidi. Na mzazi, ni kwa nini ufanye tu kazi kama na hii? Hakuna kazi nyingine ambayo unaweza kujishughulisha nayo? Kazi nyingine najua mimi, kazi nyingine ninajua mimi ni kazi ya mule. Ya mule ni kazi ambayo nilitumika kwa muda wa miaka 10 kana kidogo hivi, 10 na kidogo nilitumika ile kazi, nilaifahamu. Lakini baada kukosa ile kazi sasa, kwa kukosa uajiri, hata niajiri kwa ile kazi sasa, ikaonekana sasa nijifunze hii sasa. Sababu hii wakati hivi nishaijua,
inakuwa haina hii. Sasa nilikuwa napata kipato kikubwa kwa rapport sisi tunataka kumueleza, sababu kule nilikuwa tumikishwa, lakini hapa nakuwa ni vizuri zaidi kwa rapport ya, sababu kule nilikuwa napata kwa mwezi, lakini hapa mimi napata baada ya kazi kumalizika na napata mshahara wangu. Shukrani. Mzazi, ni shauri gani ambayo unaweza kutoa kwa wale ambao nao ni wazazi ila wanaharibu muda wao kwa kwenda kunywa vilevi, kukaa barabarani wakiomba msaada, wengine hivyo wakisumbua watu, kuwaiba, kuwa wezi, na wengine wakicheza komo bila hata kujua ni kipi ambacho nyumbani watakula? Wale ningewaomba kinyume cha kubakia tu nyumbani kucheza komo, kucheza ludo, basi tusogelea sisi hapa, tutajaribu kushirikiana nao, sababu hata sisi kazi sisi hatukuisomea, na sisi tulifundishwa, sisi tutawafundisha, tushirikiane nao, wataona faida hii kazi. Unavozungumzia kwamba wasogelee, ina maana hata mimi binafsi nikiwa na ile ambao wanaitaga apeti aidha nina hamu ya kujifunza kazi hii, mnaweza mkanipokea, na ni masharti ipi ambayo mnaweza mkanipatia? Sisi tutakupokea vizuri sana bila tatizo. Sharti nitakupatia tu ni moja au mbili. Sharti la kwanza nitakupatia kwanza uwe na moyo na uwe na juhudi. Tumeumbwa kwa ajili ya kusaidiana na kuonyesha upendo wa Mungu. Mayatima wasiachwe nyuma, wenye huzuni wapate tumaini. With God.